Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Richard Sebastian na tuko hapa kwa ajili ya neno la Mungu, na hii ndio channel yetu mpya ambayo itakuwa inahusu neno la Mungu, na niko hapa na mtumishi wa Mungu Mwalimu James Kikoti. Karibu. Asante sana. Ninashukuru Mungu Bwana Richard kwa kunitembelea wewe pamoja na chaneli yako na watazamaji wako. Imekuwa ni jambo la baraka sana mimi kuwa mtu wa kwanza kuanza kuhojiwa kwenye chaneli yako. Nina imani nimekuwa mwanzo mzuri. Na tuko hapa mchungaji, na ndo chaneli yetu mpya na tunaanza na neno la Mungu. Tunataka kujua siri iliyopo ndani ya neno la Mungu, kwa sababu nilikuwa nasoma Isaya 55 mstari wa 8 inaongelea kuhusu njia na mawazo ya Mungu ambayo ni tofauti na mawazo yetu sisi. Hivyo naomba nikusomee hapa ili tuweze kwenda na jinsi ilivyoandikwa. Amen. Isaya 55 mstari wa 8 sema, imeandikwa kwa Kiingereza na nitatafsiri kwa Kiswahili. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Yaani kwa Kiswahili ni kwamba Mungu anasema njia zake ni tofauti na njia zetu, na mawazo yake ni tofauti na mawazo yetu, asema Bwana. Kama mbingu zilivyo juu sana kuliko dunia au kuliko nchi, ndivyo yalivyo mawazo yake dhidi ya mawazo yetu, njia zake dhidi ya njia zetu. Hivyo mchungaji, nilikuwa naomba utufafanulie kwa undani kidogo kuhusu njia za Mungu ambazo ni tofauti na njia zetu na mawazo yake dhidi ya mawazo yetu. Karibu. Asante sana. Ningeanza kwenye mawazo ya Mungu, sio mawazo yetu. Vile ambavyo wanadamu wanawaza sio vile ambavyo Mungu anawaza. Mungu anakubali mwanadamu ana mawazo, lakini Mungu anakataa kwamba mawazo ya mwanadamu yanaweza yakawa ndiyo mawazo yake. Kwa nini? Wanadamu huwa tunawaza katika mazingira ya vile ambavyo tunaona, na Mungu huwa mawazo yake yanaangalia mwisho tokea mwanzo. Mawazo ya mwanadamu hayaangalii mwisho. Mawazo ya mwanadamu hayaangalii mwanzo. Mawazo ya mwanadamu huwa yanaangalia kile kinachoonekana sasa. Na hapo ndipo tunapata utofauti wa mawazo ya Mungu na mawazo ya mwanadamu. Nataka nirudi kwenye kitu fulani kukuonesha. Utaona habari ya Sauli kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, Sauli pamoja na Anania. Sauli alikuwa analitesa kanisa. Kwa hiyo watu waliokuwa Wakristo walimuona Sauli kwenye nyakati ambazo anatesa kanisa. Kwa hiyo mawazo yao yalikuwa yamebebwa na nyakati. Mawazo yao yalikuwa yamebebwa na nyakati ambazo zilikuwa zinaonekana. Yesu anamtokea Sauli. Sauli akiwa anaenda kuwatesa watumishi wa Mungu kule alikokuwa amepewa oda. Yesu anamtokea Sauli, anamwambia Sauli kwamba amtumikie. Nataka uangalie mawazo ya Yesu na mawazo ya wafuasi wa Yesu. Yesu anamchagua Sauli pamoja na makosa yake. Anania anamchukia Sauli kwa sababu ya makosa yake. Sio makosa tu ya wakati uliopita, ni makosa ya wakati uliopo. Anania anapata wakati mgumu ambapo Yesu anamwambia kwamba nenda kaweke mkono kwa Sauli. Anania anasema hapana, huyo jamaa ana oda ya kutuua. Maana yake tunaelewa kwamba Anania alitaka kusikia tu kwamba Sauli amekufa. Anania alitaka kusikia ya kwamba Sauli amekamatwa. Kanisa lilitaka kusikia yule mtesi wa kanisa amekufa. Na nina imani kwenye mtazamo wa Anania niliouona, pengine wangefanya sherehe, pengine kungekuwa na maombi ya kushukuru. Lakini tunaona mawazo ya Anania na wanafunzi yapo kwenye wakati uliopo, lakini mawazo ya Mungu yapo kwenye wakati uliopita na wakati ujao. So Mungu anatizama sana wakati ujao. Anamwambia Anania, we nenda kamwekee Sauli mkono, sababu Sauli ni chombo changu kiteule. Anania, ile kauli ya kusema Sauli ni chombo kiteule inawezekana ilimchanganya, kwa sababu huyu anayeambiwa ni chombo kiteule
ndiye anayetesa kanisa. Kwa hiyo kuna mahali unaweza ukajiuliza, chombo teule kwa maana yake huyu anayeua watu ni Mungu anamtumia kuua watu? Ushawahi kuwaza kwenye lugha ya namna hiyo? Hapana. Kwamba Anania anaua watu, lakini Mungu anamwambia Anania kwamba Sauli ni chombo changu kiteule. So wazo la kwanza, ungekuwa ni wewe ukae kwenye nafasi ya Anania, ungejiuliza, je, Mungu ndiye anayemtuma Anania atuue? Kwa nini? Mwanadamu anawaza wakati uliopo. Kwa hiyo swala la kusema chombo kiteule kwa Mungu alikuwa swala la sasa, lilikuwa ni swala la wakati unaokuja. Mungu anaangalia mwisho tokea mwanzo, mwanadamu anaangalia sehemu iliyopo. Ndio maana leo tuna watu ambao wanaweza wakakudharau kwa hali yako ya sasa, kwa sababu hawajui hali yako ya kesho, kwa sababu wanadamu wanaangalia wakati uliopo. Hapo tunaposema mawazo ya Mungu sio mawazo, haina maana kwamba mwanadamu anachowaza na Mungu anachowaza labda kuna mawazo fulani hivi ya tofauti sana, lakini utofauti wake unakuja kwenye hivyo vitu ninavyovisema, kwamba si tunawaza wakati uliopo, Mungu anawaza wakati ujao. Kwa hiyo utofauti wa mawazo ya Mungu unatenganishwa na mazingira ya vile sisi tunawaza kwa tunachokiona. Mungu anawaza kwenye kitu kinachoishia. Sawa. Na tuongelee kuhusu upande wa sisi binadamu hapa duniani, kwa sababu ni mashambulizi mengi tunapata, hususan wale watu waliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na tunaonekana na watu wa nje ambao bado hawajampokea Yesu Kristo, yamkini ni wengine ambao pia ni Wakristo, ila sisi ambao tumempokea na kuishika imani na kuishi ndani ya neno la Mungu tunakuwa tunapata sana kejeli, na wengine wanavunjika moyo kulingana na yale maneno. Sasa tuangalieje hapo kuhusu swala hilo, kwa sababu kuna maneno yanavunja moyo watu ambao wameokoka, washampokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Na sasa tuangalieje hao watu kwa mtazamo wa Mungu, au tuangalie kwa njia yetu sisi? Maana kuna njia ya Mungu na njia yetu sisi. Sasa tufanye nini ili tuweze kuepukana na majaribu kama hayo? Asante, na ningependa nikujibu hichi kitu Bwana Richard. Yesu anasema kama walinipenda mimi watawapenda na ninyi, lakini tunakuja kugundua kwamba Yesu hawakumpenda, sababu anasema duniani mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ushawahi kujiuliza yeye kaushinda ulimwengu kwenye nini? Watu wengi wanadhani Yesu aliushinda ulimwengu kwenye engo ya dhambi tu, yaani wanaona kwenye ile engo ya dhambi kwamba Kristo hakuoa, Kristo hakuwa mgomvi, wanaona ndipo aliposhinda ulimwengu. Lakini anapozungumzia ulimwengu anazungumzia watu waliojitenga na Mungu, watu ambao hawataki kusikia habari za Mungu. Hao watu Yesu amekaa nao muda mwingi, anahubiri habari za ufalme wao, walikuwa wanampinga. Hapa Yesu anaposema ameushinda ulimwengu, azungumzii tu kwamba kaishinda dhambi, anazungumzia kashinda kukaa na mazingira ya watu wasiomjua Mungu. Ameshinda kwa sababu anajua unapokaa na watu ambao hawana Mungu, automatic mnakuwa ni sehemu mbili tofauti. Maana yake kuna ufalme wa nuru na kuna ufalme wa giza. Na anamwambia mtu mmoja kwenye kitabu cha Ufunuo, anasema najua ukaapo ndipo palipo na kiti cha Shetani, lakini pamoja na hayo umelishika jina langu. So, unaelewa kwamba mazingira ya kushinda ulimwengu ni kukaa na watu ambao wako nje ya imani ambayo wewe uko nayo. Yesu alikaa na watu ambao walikuwa wanampinga kila saa, lakini yeye alishinda mazingira ya watu wasiomjua Mungu. Nikizungumzia ulimwengu nazungumzia watu ambao wamejitenga kukaa na Mungu. Kwa nini nasema hivi? Kitabu cha Mathayo sura ile ya 28 anasema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Tukiachana nilo andiko pia lipo linalofanana na hilo kwenye kitabu cha Marko. Anasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili. So anasema ulimwenguni mote. Maana yake ulimwenguni ni mahali ambako watu wako nje ya Mungu. Unaenda kuhubiri ili watoke kwenye kuwa nje ya Mungu waje ndani ya Mungu. So ninapozungumza juu ya mtu anayekaa na Mungu alafu anazungukwa na watu wa ulimwengu wasiomjua Mungu, maneno ya kukatishwa tamaa yatakuwepo, maneno ya kuvunjwa moyo yatakuwepo, kwa sababu Biblia inasema ndege wanaofanana ndio huwa wanaruka pamoja.
Kwa hiyo sisi tunapokaa na watu wa ulimwengu hatufanani, kwa hiyo hatuwezi kuruka pamoja. Kwa ajili hiyo wao wanatuona sisi tumepotea, lakini sisi hatuwaoni watu wa ulimwengu wamepotea, bali tunajua tumepewa jukumu la kuwatafuta watoke ulimwenguni waje kwetu. Jambo la mwisho ambalo nataka kusema, na mpenzi mtazamaji ambaye anatufuatilia saa hii, tunapokaa hapa duniani, asilimia kubwa kuna mazingira ya watu kutupinga juu ya imani tuliyokuwa nayo. Lakini kutupinga kwao hawawi watu, inakuwa ni nguvu ya shetani ambayo inataka kuiangusha imani ulionayo. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. So kusikia huwa kunajenga imani. Kuna namna wewe umemwamini Kristo ni kwa sababu kuna jambo fulani ulisikia. Wanapokuja watu ambao wanakushambulia kwa maneno, maana yake kuna vitu unasikia. Na shetani akiwatumia hao watu analenga kuiangusha imani ulionayo na ajenge imani nyingine ambayo itakufanya wewe ukae mbali na Mungu. Na pia naomba niongezee kitu kimoja kwenye njia za Mungu na njia zetu sisi na mawazo yake dhidi ya mawazo yetu. Na sisi ambao tupo ndani ya wokovu kwa muda huu na wale wanaokuja katika utumwa wa dhambi na kuletwa ndani ya wokovu, wanakuja ni roho ambazo zimevunjika mioyo na pia zimeharibika kwa upande mkubwa katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Nikisema katika ulimwengu wa mwili, nikisema kwenye masuala ya mavazi. Wanapokuja na muda mwingine sisi ambao tupo ndani ya wokovu na namna tunavyowapokea ni tofauti na Mungu anavyohitaji. Ndivyo tunarudi kwenye neno lake anavyosema kwamba njia zake ni tofauti na njia zetu. Sisi kwa muda mwingine pia wao tunawahukumu jinsi wanavyokuja. Tuna expect kwamba wawe kama sisi at the meantime, yani kwa muda huu wanakuja kumpokea Yesu Kristo na changes zifanyike ndani ya muda mfupi, na tunajikuta tunawashutumu au tunaanza kuwahukumu kabla ya muda. Unasemaje kuhusu hilo mchungaji? Umeongea jambo kubwa sana ambalo linasumbua sasa hivi kwa watumishi wengi. Mimi sitaki kuita kwamba wanajihesabia haki, sitaki kutumia hilo neno, lakini nataka kujua kwamba hawaelewi hatua za ukuaji. Watu wanaohukumu watu wanaokuja kanisani wameokoka, wamekuja wamevaa tofauti, wakarudi kwenye kuwasema na nini, na imani si kana kwamba wanahukumu, ila hawafahamu kanuni za ukuaji. Mtoto aliyezaliwa leo yuko sawa na mimi mtu mzima nilipozaliwa kipindi kilichopita. Kuna hatua nyingi ambazo nilizipitia mpaka kufika hapa nilipo leo. Nitakuwa nina matatizo nikihitaji mtoto aliyezaliwa leo awe kama mimi. Nitakuwa na matatizo makubwa kama nitasema mtoto aliye na miaka 3 aweze kufanya vitu vya mtu mwenye miaka 30. Kila kitu kina hatua mpaka kufikia hatua fulani. Sasa walokole wa leo wanatamani kumuona mtoto aliyezaliwa leo amekuwa sawasawa na mtu ambaye ana miaka 30. Kanuni za ukuaji ziko vile vile kama mtoto wa kimwili anavyozaliwa, na kanuni za ukuaji kiroho ziko hivyo hivyo. So mtu anayeokoka leo ametoka ulimwenguni, hajui jinsi ya kuvaa, hajui jinsi ya kusalimia, hajui jinsi ya kuongea vizuri, bado ana hasira. Ameokoka leo. Kwa hiyo kuna hatua za yeye kubadilika, kuna hatua za yeye kwenda taratibu, kuna hatua za yeye mpaka afikie kwenye hatua ambayo uko nayo leo. Na nataka niongee kitu kimoja na wewe Bwana Richard. Sisi tukiokoka hatui wana wa Mungu, tukiokoka hatui tu wakamilifu, tukiokoka hatui watakatifu. Biblia inazungumza kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. So kila anayeliamini jina la Yesu, maana yake hajakuwa mwana wa Mungu, ila amepewa nguvu ya kufanyika kuwa mwana. Biblia haijasema wote waliompokea wamekuwa wana, inasema amepewa uwezo. Na ule uwezo ni Roho Mtakatifu. Kuna mahali mimi naweza nikawa naenda na kapelo kanisani kama wewe.
Roho Mtakatifu haanzi kudili na mambo mengi kama anavyodili wanadamu. Yeye anabadilisha kitu kimoja kimoja ndani yangu. Kuna muda nitaanza kujisikia mimi mwenyewe hatia kwenda na kapelo kanisani. Sababu gani? Biblia inasema Roho Mtakatifu anatufundisha. Kwa hiyo kazi yake ni kutufundisha. Hamna mwalimu ambaye anaenda na masomo ya sayansi, chemistry, biology, physics, mathematics, anakuja anayafundisha yote kwa mara moja. Mwalimu wa hivyo hayupo. Anafundisha somo moja moja. So Roho Mtakatifu kama ni mwalimu ndani yetu, anatufundisha kitu kimoja kimoja. Anapoona tumeacha hichi, anaanza kutuambia tuache hichi. Mpendwa mtazamaji, wewe ambaye uko hapa, wewe ni shuhuda. Kuna mambo mengi ambayo ulikuwa unaona ni ngumu kuacha, na Roho Mtakatifu amekusaidia kuliacha moja moja. So sisi saa nyingine tunakuwa sehemu ya kuwavunja moyo watoto wachanga. Yakobo anazungumza wakati anatoka Padani Aram, anaenda kwa ndugu yake Esau. Esau anamwambia, twende ndugu yangu, twende tuondoke wote tufike kule nyumbani. Yakobo anatumia hekima, anasema tazama mtumishi wako ana wanyama walio wadogo, lakini pia ana watoto wadogo ambao hawawezi kutembea mwendo wa watu wazima. Mtumishi wako atasababisha watoto wafe njiani. Anasema ngoja nitembee kwa mwendo wa watoto, mimi nitafika. So leo tuna watu ambao watu wameokoka leo, tunataka watembee kwenye mwendo wa watu wazima. Tatizo linaanzia hapo. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mimi kwa kumalizia ninaweza kusema tumepewa uwezo wa kufanyika. So tusiendelee kuhukumiana. Ndio maana tunaenda kanisani kukamilishwa. Tunakamilishwa na neno la Mungu. Tungekuwa tumekamilika, tusingehitaji kuhubiriwa, tusingehitaji kuombewa, sababu tungekuwa tumekamilika kwa kila kitu. Lakini tunapookoka tumepewa nguvu, uwezo wa Roho Mtakatifu wa kutufanya tuweze kufikia level ya kuwa wana wa Mungu. Naamini tutafika na tutaenda kukaa na yeye aliye mkamilifu wa wakamilifu wote. Amen. Amen. Na nikushukuru sana. Ningependa kuwashauri watazamaji kuhusu neno letu. Tunajifunza nini kuhusu njia za Mungu na njia zetu? Tubadilishe nini ili tuweze kufanana na yeye? Kitu cha mwisho ambacho ninaweza kusema na watazamaji, tunapookoka, nianze kwanza kabla hatujaokoka. Tulipokuwa hatujaokoka, tulikuwa tunaishi kwenye njia za ulimwengu ambazo tunasema ni njia za shetani. Ndiyo. Tulikuwa tunafanya kila kitu ambacho tunajisikia tunataka kufanya. Tulikuwa tunaweza kwenda klabu tukalewa na tukarudi asubuhi kwa sababu tunatumia hela zetu. Ndiyo. Tulikuwa tunaweza kwenda kuiba, tulikuwa tunaweza kumzuru mtu, tulikuwa tunaweza kufanya chochote kwa sababu hatukuwa na sheria inayotuongoza. Lakini tunapokuwa kwa Yesu Kristo, hatuanzi kuishi tena jinsi tunavyotaka sisi. Tunaanza kuishi kama vile ambavyo neno linataka. Kwa hiyo kuhusu ishu ya sheria kwamba tufanye nini sisi tuliookoka, ni nashauri tuzidi kukaa kwenye neno la Mungu, tuishi kwenye neno la Mungu, tuishi kwa vile ambavyo Mungu anataka, na ninaamini kwamba kuna hatua za mabadiliko ambazo zinaweza zikawa zinatokea kwako, lakini fact unatakiwa kujua kwamba tunatakiwa kuishi kwenye sheria za Mungu, tusiishi tena kwenye sheria zetu. Amen. Na niseme asante sana kwa kipindi hiki, na nakushukuru kwa muda wako, na imani neno hili tutagusa wengi na tutamkabidhi Yesu Kristo maisha yao, kwa maana duniani hakuna kitu ila vitu vipo ndani ya neno la Mungu na ndio uzima. Nikushukuru sana mchungaji. Amen. Nashukuru sana Richard Sebastian kwa kunitembelea. Imekuwa ni siku ya baraka sana. Karibu tena siku nyingine. Hapa ni nyumbani. Ubarikiwe. Karibu sana.